Saidi nimeokoka. Mimi nimeona ni vizuri Bwana County Commissioner nisimame nikuelezee yale mawazo yako na wananchi. Ni vizuri usikize kutoka kwa watu ndio wako na information kuliko wale umewaappoint hapa. Asila yote na information yote iko na hawa. Wazikize asira yao ndio utatue shida yao. Hiyo ndio ombi yangu number 1. Number 2, mimi nataka kusema hivi nikiwa naogopa Mwenyezi Mungu peke yake. Upande wa serikali Bwana County Commissioner umechangia hii maneno. Na mimi siogopi nikisema. Sababu gani nimesema hivyo Bwana County Commissioner? Kama OCS angetoka kama ofisa wa serikali mara hiyo maiti haingepatikana. Na ni uchungu sana hasa kwa mama. Yeye ndiye alizaa, yeye ndiye anajua uchungu zaidi. Kwa hivyo hata kama ni Borana niko na uchungu nikiwa mama sikuzaa. Kwa hivyo mimi ninaomba kama Monica na kwa niaba ya jamii ya Waborana na Wameru, huyo OCS kesho asikuwe kwa station. Aende apelekwe kwa wanyama akachunge wanyama, ameshindwa na binadamu. Hiyo ni number 1. Number 2, Bwana County Commissioner, serikali yako imelegea na ndio wachochezi number 1 kwa wananchi. Wakisikia mvurugo kama hiyo, huko kuokolea maiti hawakufika, lakini kupiga wananchi wale wako na amani kwa biashara zao ndio number 1 kutaandika. Ndio number 1 kuongojea vijana wakipita wanaekelewa. Hakuna kitu mtu amefanya. Huyo si wa pikipiki, ni wa gari. Unakimbishana na yeye. Toka kwa gari. Kama mimi jana wamenisimamisha kwa barabara. Nimekuta Waborana Redland na gari yangu, nikaona niwaokolee sababu mimi ni Mumeru, nitaongea Kimeru na niwaingishe town. Kufika pale askari kuliko wale mimi ni mama na nimebeba kina mama wazee, atashukeni muokote mawe. Nikamuuliza hawa ni Waborana. Wakishuka hapa ni katikati ya Wameru. Si watauawa? Nikamwambia wacha mimi Mumeru niokote. Nilishuka Bwana County Commissioner kuokota na nikafunga viondo hao watu wasiuawe. Alikuwa anachangia vifo ama sio vifo jamii? Ni vifo ama sio vifo? Kitu ya pili, Bwana County Commissioner, saa ile kuko na furugu, askari wasitumie hiyo ikiwa njia ya kukuonyesha wewe ndio mkubwa yao, wako kazi. Hakuna kazi wako naye, askari wako hakuna kazi wako naye. Na ingewezekana hao askari wote wachunguzwe. Wale askari walifanya kazi na zipendelei askari wa Kuramawe. Nilipigia OCS, anaitwa Okero, ni Mjaruo. Nikamwambia panda Nyara mara moja, kwangu ni Nyara. Kuna vijana wa Meru wametoka town, ati kuna gari ya mchanga imetandikwa na kuna gari za Wameru zimetandikwa, wanakuja pande ya Nyara ku revenge. Mimi ni vijana wa Nyara waliniambia. Kufika hapo nikapigia OCS, nikamwambia kuja haraka Nyara. Dakika 2 OCS alikuwa hapo na kikosi yake wa Kuramawe. Kukuja watu wa Nyara, akamwambia watu wa Nyara mko na shida? Hatuna shida, sisi ndio tumeitaka mkubwa. Ni nini? Ni hawa. Akakimbishana na wao akaingia Mwangaza. Unaona? Lakini amani silipatikana juu nimepiga simu na watu wamesimama. Lakini askari yako wakikutana na mtu, hata mzee hawana adabu, wanaomba mzee alika ya baba yake. Hiyo ni kukuja kulinda binadamu ama ni kuua binadamu? Wana sisi na kuomba hivi. Chunguza upande yako, ndio imechochea kukosa hii amani. Unaona imekosekana siku 3. Uwe mkondo yake. Kwa hivyo kwako kumefeli. Kabisa kumefeli. Na huyo OCS umefanya vizuri jamhuri hapa. Wananchi wamemkula hata na macho ile wamemwangalia vibaya. Sababu wako na uchungu. Namba 2, nikimalizia ninaomba hivi wanasiasa tukuachagua mkuja mtugonganishe kama mpigana. Kama hamungekuwa mnapigana, Rehema anapiga Koroku anapiga Oda, anapiga Duro, Kuti anapiga Duro, Rehema anapiga Kuti, hatungekuwa na vita katikati ya jamii. Kwa hivyo tukuwachagua mwende mtuonyeshe vile mnapigananga, ndio na sisi mturushie vita yenu. Mtatutambue serikali ilikuwa na hivi. Haikuwa hivi. Na sitaogopa nikisema bwana sisi. Siku Kuti ako na mkutano, Nduru atahakikisha ako na mtu kama Monica, ukuja Kuti must go. Haya Kuti ajua Nduru atakuja, aita Monica aende useme Nduru atoshi. Nduru atoshi, mnatutumia na mko tutumia vibaya tukiwapigia kura. Vita yenu kama Kuti uko na vita na Nduru, mkutane mwanamke na mwanaume mpigane ndudi, muachane na sisi. Vita yenu msitulete na msijaribu kutufunza vita, sababu vita yenu ndio inafanya wale vijana hawana kazi wapigane. Wale vijana wakoenda hawana chochote, ukiwapea 500 wataenda kupigana. Kwa hivyo kama ni vita yenu nyinyi wawili, si mkutane.
kwa uwanja mpigane, mwenda kotini, si tutawasikiza huko? Kwa nini mnakuja kuchochea wananchi? Mkituonyesha mko na vita mpaka huko tutapigana, na mkituonyesha mko na amani tutakaa na amani. Kwa hivyo msiongoje hata wakati kuna vita, wakati damu imemwagika ndio ninawaona. Sijawahi waona mkiwa kwa meza moja mnakula na tuliwachagua siku moja. Kwa nini tuliwahi waona? Lakini leo kuna shida, mmejikimbisha hapa muonekane vile nyinyi ni wazuri. Nyinyi si wazuri na ndio maana mtaenda nyumbani.